Movie linaanza, mchizi anamwomba namba mrembo ili awe dereva wake pindi akimhitaji. Mrembo kauchubua tu na kumkazia macho kama amsikii. Mchizi hakujua kama mrembo ni afisa wa polisi. Mrembo akashuka kwenye gari na kuchukua funguo ya gari ya mchizi na kumwambia askari amweke ndani mara moja. Mchizi anaomba msamaha lakini mrembo hakumuelewa kabisa. Mrembo anaingia ndani, anakutana na mshua wake ambaye ni mkuu wa kituo cha polisi. Mshua anamuuliza, "Una sababu gani ya kuja muda huu ukiwa umechelewa?" Mrembo anamwambia, "Nilikuwa na kitu na kiweka sawa." Mshua anamwambia, "Kwa hiyo ni muhimu kuliko mkutano wa mkuu wa kituo?" Mrembo anasema, "Hapana, kuna tatizo lilijitokeza." Mshua anamwambia, "Usilete utoto. Unajua tulishapanga huu mkutano. Sikutegemea kama utakuja kuomba msamaha kwa hili." Mrembo anasema, "Gari langu liliharibika." Mshua anamwambia, "Nada, unatakiwa uwajibike na uwe makini. Nisikilize binti yangu. Unatakiwa upange vitu kichwani. Kama unatakiwa kwenda sehemu saa 12, unatakiwa ujiandae saa 10. Ndio maana ulifundishwa jeshini. Sasa utafanya nini wakati umechelewa? Sitaki tena kusikia huo msamaha wako. Ili ni onyo la mwisho." Usiku dada yake mchizi anaitwa Ebie akaona muda mbona umeenda sana, ngoja mpige kaka yake Tari. Simu ikawa inaita tu haipokelewi. Kumbe anayo mrembo Nada. Baadaye mrembo akaona usumbufu akaizima. Asubuhi mrembo akaiosha simu ya Tari na kujiandaa kuelekea kazini. Mara simu ikaita tena, ikabidi aipokee. Mrembo akamwambia, "Msiwe na wasiwasi, kaka yenu yuko salama." Ebie akamwambia, "Samahani, wewe ni nani na Tari yuko wapi?" Mrembo akamwambia anashikiliwa na polisi kwa kosa la kutokuwa na nidhamu na kumsumbua afisa wa polisi. Ebie anasema, "Kaka yangu hana tabia hiyo." Mrembo anamwambia ataachiliwa Jumatatu. Ebie anamuuliza yuko kituo gani. Mrembo anasema amepokea simu, si kwa ajili ya maswali bali kuambia yuko salama. Asubuhi mzee anamuita Afande Teo na kumuuliza, "Lile gari chafu pale nje ni la nani?" Afande Teo anamwambia ni la dereva wa taksi, jana alikamatwa na kuwekwa ndani. Mzee anamuuliza kawekwa na nani? Afande anamwambia kawekwa na Nada. Okay, basi waambie walichukua lile gari na kulipeleka kituo cha polisi. Sio akamwita Nada na kumuuliza, "Hebu niambie kosa la yule dereva." Nada anasema sitaki kuzungumzia hilo. Mzee anamwambia kwa hiyo unajipangia cha kujibu? Mrembo anasema sababu alinivunjia heshima. Mzee anamwambia unapata wapi ujasiri wa mtu kutomheshimu askari wa kike na kumweka ndani? Mrembo anasema sio makosa yangu, ila yule dereva alinivunjia heshima. Mzee anamwambia nenda kamtoe na kumbuka wewe sio bora kuliko mama yako. Hebu toka hapa. Mrembo akanyanyuka akiwa hajapenda kabisa. Anaingia chumbani, Ebie anapiga tena simu. Akapokea akamwambia, "Una bahati simu beti halijaisha kwa maana sipendi usumbufu." Ebie akasema usumbufu? Akamwakia Mrembo, "Ni siku 2 sasa zimepita sijamwona kaka yangu." Mrembo akamwambia kwa hiyo unanipandishia sauti? Ikabidi awe mpole. Kisha Mrembo akamwambia tukutane kituoni ndani ya lisaa. Walipofika kituoni, Mrembo naye akaingia. Ebie akamsalimia. Mrembo akamwambia kwa hiyo wewe ndio ulikuwa unanifokea? Ikabidi amwombe msamaha. Tayari akatolewa, akapewa na nguo zake. Wakati anataka kuvaa gafa akadondoka. Nada akasuka mwoga kweli. Ikabidi wamchukue na kumpeleka hospitali. Daktari akatoka kisha akamuuliza Nada, "Huyu ni mgonjwa wa nani?" Ebie akasema ni kaka yangu dokta. Dokta akamwambia mgonjwa yupo kwenye hali mbaya sana. Vipimo vinaonyesha na uvimbe kichwani. Anatakiwa afanyie upasuaji mara moja. Ebie akachoka maana hana hela ya kulipia upasuaji. Rafiki yake Ebie ambaye ni Sanda akawaka na kumlaumu Nada kuwa ndo chanzo wamempiga na kusababisha hilo. Ebie anamwambia hapana, kakangu alikuwa naumwa ni muda sasa. Alitakiwa afanyie upasuaji kabla. Tatizo lilikuwa pesa. Sanda anamwambia Ebie, kwa hiyo muda wote alikuwa naumwa ndio unaniambia leo baada ya tatizo? Ebie anamwambia upasuaji unahitaji milioni 5. Tungepata wapi? Wakati huo Mrembo Nada yuko pembeni anawasikiliza tu, hajasema chochote tangu afike hospitali. Baadaye Nada akawa na dokta anamuuliza, "Vipi hali ya mgonjwa?" Dokta anamwambia ni mbaya, damu zinavuja kichwani, anatakiwa afanyie upasuaji mara moja iwezekanavyo, la sivyo atapoteza maisha. Mrembo akamwambia nitailipia, ila nakuomba hii iwe siri yetu, mzee asijue. Baadaye nesi akamfuata Ebie na kumwambia unatakiwa usaini kwa ajili ya upasuaji wa kaka yako. Ebie akamwambia samahani, ila sina hela ya kulipia. Nesi akamwambia usijali kuhusu hilo, Miss Nada akashalipia na kuingia ndani kusaini. Baada ya muda rafiki yake Sandra akaja akamuuliza anaendeleaje. Twende nikalipie, nishapata pesa. Ebie anasema tayari yupo chumba cha upasuaji, kuna msichana akashalipia. Sandra anashangaa anasema ni nani huyo? Ebie anasema usijali, cha msingi kaka anafanyia upasuaji. Baadaye dokta akaja akawaambia kile kitu mlichokuwa mnasubiria kujua ni kwamba upasuaji umeenda vizuri, hivyo kaka yenu atapona. Je, tunaweza kumwona? Dokta akasema kwa sasa bado. Kesho yake Ebie dada yake Tali ikabidi aende nyumbani kwa Mrembo kwa ajili ya kutoa shukrani kwa kufanikisha upasuaji wa kaka yake. Bahati mbaya akakutana na mzee mlangoni. Mzee akamuuliza wewe ni nani? My name is Ebie, nikusaidiaje? Mimi ni mdogo wake kijana ambaye mtoto wako alimwokoa. Amemwokoa? Hebu rudia tena. Mzee akamuuliza. Ebie anasema kaka yangu alihitaji upasuaji na sisi hatukuwa na uwezo, hiyo binti yako akatusaidia, nimekuja kutoa shukrani. Mzee akasema oh safi, ni kiasi gani amelipa? Mrembo akasema milioni 5. Oh good, unaweza kwenda, nataka kumwona.
nimekwambia ondoka. Baadaye mzee akapanda juu mpaka chumbani kwa binti yake na kumwambia, binti yangu, najua mishipa ya damu ya mama yako bado inatembea kwenye mwili wako, kweli bado unatakiwa ufanyiwe counseling ili kichwa chako kiwe sawa. Mrembo anauliza, dadi, nimefanya nini? Mzee anamwambia, umenistua sana, eti wewe unachukua milioni 5 na kuzitupa chini, na tulishazungumza haya. Mrembo anasema, sijapoteza, ila nimemwokoa mtu. Unawezaje kumsaidia mtu ambaye hawezi kufanya kazi kwa bidii na unakubali kutumika? Mrembo anasisitiza kijana angekufa kwa sababu alishindwa kulipia. Wewe kweli huna akili. Yaani mtu ambaye amekudisrespect leo unamsaidia? Nada, unajizalilisha. Wewe ni mwanamke ambaye huna akili kabisa. Kesho yake tena dereva wa taksi akaja nyumbani kwa Nada na yeye akitaka kumshukuru. Walinzi wakawa wanamzuia, ila askari wa Nada akawaambia mruhusu aingie. Wakaingia mpaka ndani. Nada alipomwona tu tayari akashtuka, akamwambia mlinzi, unahusu vipi kumleta mtu ndani bila ruhusa yangu? Askari akasema, sitorudia tena. Mchizi anasema, samahani, nimekuja kukushukuru. Maana ghafla akasikia king'ora cha gari ya polisi na kugundua mzee anaingia ndani. Ikabidi mrembo Nada amchukue mchizi na kumpandisha chumbani kwake na kumfungia chooni. Baada ya mzee kuingia ndani, ndipo mrembo akamfungulia mchizi na kumwambia atoke. Mchizi anataka kushuka chini aondoke. Mrembo anamwambia, unaenda wapi? Mrembo anamwambia, unahisi hii nyumba unaweza kutoka nje? Huwezi kutoka, utabaki humu ndani mpaka kesho. Mchizi anamwambia, mimi nilikuja baada ya kuona dada yangu amekuja, lakini hakukutana na wewe, akakutana na msho wako na akamtimua. Mrembo akasema, sasa nishajua taarifa mzee alipopata. Mrembo akalala kitandani, mchizi ikabidi alale kwenye kochi. Mrembo asubuhi ameamka na kujiandaa kwenda kazini. Mchizi anamuuliza, vipi, naweza kuondoka sasa? Mrembo anamwambia, asubuhi mzee ana ugeni wa breakfast na baada ya hapo haondoki popote. Mchizi anauliza, kwa hiyo nitaendelea kuwepo hapa? Mrembo anajibu ndio. Mchizi anasema, naomba unichukulie dawa zangu kwa sister yangu. Mrembo anatoa notebook na peni na kumwambia aandike namba ya dada yake, lakini hana uhakika kama atapitia. Baadaye mrembo akapitia dawa za mchizi kwa dada yake, akamwambia, nipatie dawa. Bibi akampa. Wakati anaondoka, rafiki yake Sanda akamuuliza, kwa nini unaendelea kumshikilia Tali? Unatufanya tuchanganyikiwe na unatutia pressure. Mrembo anamwangalia kwa dharau, kisha akafunga mlango na kuondoka. Baadaye mrembo akarudi akamkuta mchizi yupo kifua wazi. Mrembo anamwambia, vaa shati lako na kumpatia dawa zake na kupitiliza toileti ili kufungua, alafu ikatoka, kumbe mchizi aishakichafua. Mrembo akamwita, wewe, hebu ingia usafishe, na kumfungia mlango. Usiku mzee anaongea na simu akihitaji detail zaidi. Askari anamwambia alikuwa anamtegemea DSP Nada akamilishe. Mzee anawaka, anamwambia, unawezaje kumtegemea DSP Nada? Sasa nishajua na wewe ni mpumbavu. Nada ni miongoni mwa watu ambao huwezi kuwategemea hata kidogo. Hebu usiniharibie siku kwa kulitaja hilo jina. Wakati huo binti yake Nada amejibanza pembeni akimsikiliza. Nada akarudi chumbani akiwa ameumia sana moyoni kuona baba yake mzazi hamwamini hata kidogo. Akawa anatoka na machozi tu. Mchizi anamuuliza, uko sawa? Mrembo hataki kuongeleshwa. Mchizi akamletea tishu ili ajifute machozi. Mrembo akamwambia, acha upuuzi na kuzitupa mbali. Baadaye mrembo akaropoka, kumbe mimi ni dhaifu. Mchizi akamwambia, nini? Hebu rudia. Yaani wewe dhaifu? Sio kweli, ni mwanamke jasiri ambaye sijawahi kukutana naye. Mrembo anasema baba yake anafikiria yeye ni dhaifu kama mama yake, siwezi kuwa tofauti na yeye, hakutaka nijiunge na jeshi. Mchizi akamuuliza, kwa hiyo jeshi ukulazimisha uliamua mwenyewe? Mrembo anasema, niliamua mwenyewe, nataka kuwa kama mama yangu. Mchizi anamuuliza, unamzungumzia mama yako? Ila sijawahi kumuona, yuko wapi? Mrembo anamwambia alishafariki wakati na miaka 14. Mchizi akamsogelea na kumshika mguu na kumtia moyo na kumwambia, wewe unaweza, usikate tamaa. Wakaongea sana, kisha mchizi akamwomba wawe marafiki. Mrembo akamkubalia. Asubuhi ilipofika, baada ya mzee kuondoka, mchizi naye akapata nafasi ya kuondoka. Aliporudi dada yake akamuuliza, ilikuwaje? Mchizi akamwambia, ni stori ndefu. Maana ghafla akakumbuka amesahau simu na pochi kwa mrembo. Dada yake akamwambia, hebu acha ujinga, naomba usirudi tena kwa yule msichana. Mchizi akachoka, ila akamwambia dada yake, na uhakika Dena ataniletea. Kesho yake kweli mrembo akamletea vitu vyake mchizi. Mchizi akavikagua viko sawa, kisha mrembo akataka kuondoka. Mchizi akamwambia, karibu basi ukae hata kidogo, tushakuwa marafiki sasa. Kumbuka nilikaa kwako siku 2. Mrembo akamwambia, kwa sasa sina muda, nitakaa siku nyingine. Mchizi akamwomba namba za simu. Mrembo akakubali. Mchizi akampa simu aandike, huku mrembo akitabasamu, anaonekana kama amemwelewa mchizi. Kisha mrembo akaondoka. Dada yake mchizi akaja akamuuliza kaka yake, nahisi kuna kitu kinaendelea. Mchizi anamwambia, kitu gani? Ina maana uelewe kilichotokea siku 2 zilizopita? Nashangaa sasa hivi unatabasamu mwenyewe tu. Mchizi anasema, usijali. Dada yake anamwambia, nadhani unamjua baba yake, mimi sihitaji uingie kwenye matatizo. Baadaye mrembo yupo kwenye gari akawa anachati na mchizi huku akitoa tabasamu kubwa mpaka dereva wake akawa anamshangaa, maana mrembo hajawahi kucheka tangu mama yake afariki. Mchizi naye huku yuko busy mpaka Sanda anamshangaa. Hapa inaonekana mapenzi yashaanza. Mchizi anatumiwa picha, anaizumu, anatabasamu tu. Kesho yake Sandra akaja nyumbani kwa mchizi.
Mchizi akamfungulia mlango kisha akamwambia, Bia hayupo, je, kuna lolote nikusaidie? Sanda akasema hapana. Je, kuna mtu mwingine ulimtegemea kuja? Mchizi anasema ndiyo, mpenzi wangu anakuja. Sanda akamuuliza, kumbe una rafiki mpya? Ndiyo, nadhani ndio huyu anaingia. Kumbe alikuwa mrembo Dana. Akamuuliza, naweza kuingia? Pia akamuuliza, naweza kukaa? Mchizi akasema ndiyo, unaweza kukaa. Sanda ikabidi aage, lakini anaonekana kama hajapendezwa kabisa. Alipofika nje akakasirika mpaka akapiga teke tairi la gari. Kumbe mrembo anampenda Tali na hajawahi kumwambia. Wakati anatakiwa kufanyia upasuaji, alienda kujiuza kwa Alibaba ili apate hela ya kumtibia Tali. Hatimaye akakuta mrembo Dana tayari kashalipia. Huku ndani penzi limenoga. Mrembo anaomba kinywaji, mchizi anamwambia ameandaa na chakula, hivyo anamhitaji ale pia, la sivyo atakuwa hajamtendea haki. Siku mrembo anarudi, kumbe Mshua alikuwa anamsubiri sebuleni. Alipoingia naye akanyanyuka. Mrembo akamsalimia mzee kisha akaingia ndani. Mzee akamwita Teo na kumuuliza, ni muda gani binti yangu aliondoka nyumbani? Teo akamwambia mchana. Mzee akamwambia kuanzia leo naomba umfuatilie. Kesho yake mchizi akarudi nyumbani akamwambia dada yake kwamba amepata kazi. Bia akafurahi sana. Mchizi akasema, nimehangaika muda mrefu kutafuta kazi, ila Dana amenisaidia, nimepata kazi. Wakati huo Sanda anaumia kusikia maneno ya Tari akimsifia Dana. Jioni mzee yuko sebuleni akawa anatazama video aliyotumiwa ya binti yake akiwa na mchizi, huku mrembo Dana penzi limekolea ile kinoma noma, ni furaha tu, huku mchizi akiendelea kumpagawisha. Kesho yake mzee akamletea barua binti yake na kumwambia, umehamishwa kikazi, unatakiwa ujiandae sasa hivi, paki vitu vyako, tunakusubiri nje. Mrembo machozi yanamlenga na kupiga saluti, kisha akaifungua bahasha kuhakikisha mrembo hakuwa na jinsi, ikabidi ajiandae na kutoka, akikuta mzee na Teo wakimsubiri. Mrembo akaingia kwenye gari na kuondoka. Mchizi huku dada yake anamuuliza, mbona umerudi mapema? Akasema anataka kumfuata mrembo kwao. Dada yake akamwambia, subiri, unamjua baba yake alivyo, unaendaje kwao? Mchizi anasema sijali, ni wiki ya 4 sasa sijamuona, hajatuma meseji wala kupiga simu, mimi lazima niende, kama ataniua ni bora tu aniue. Mchizi akaenda mpaka kwa mrembo, akaogopa kugonga hodi, ikabidi awe anachungulia kujificha ili asionekane, lakini hakufanikiwa kumuona. Mrembo yuko mji mwingine akifanya mazoezi ya kukimbia huku akimwaza mchizi mpaka nguvu zikamwishia, ikabidi atulie. Huku mchizi Sanda akashindwa kujizuia, ikabidi amueleze mchizi kwamba anampenda. Mchizi hana la kujibu, ikabidi amfariji kwa kumkumbatia. Siku nyingine Sanda akajaribu kumbembeleza mchizi, lakini mchizi akamwambia moyo wake bado huko kwa Dana, hata kama akaondoka bila kumwaga, yeye anaamini hajamwacha. Bia dada yake akawaaga na kuondoka. Mrembo akaendelea kumshawishi mchizi akubali. Bia anatoka nje, anakutana na Dana. Alifurahi sana kumkumbatia na kurudi ndani. Ili wanafungua mlango tu, mrembo Sanda akampiga denda mchizi. Dana kuona hivyo alikasirika na kuondoka. Mchizi nyuma akamfuata. Mchizi anamwambia Nada, subiri. Nada anamwambia niache, yaani umeamua kunisaliti kweli? Baba yangu yuko sahihi, kaniambia mimi ni dhaifu, najiuza, nimewezaje kukubalia? Mchizi anamzuia na kumuuliza, na wewe unaamini hilo? Mrembo akasema niache, yaani nimekuta mnakisiana, unataka niamini nini? Mchizi anamwambia yeye ndo kanikisi, sio mimi. Oh, basi samani. Mchizi anamwambia nimekutafuta kila sehemu sijakupata. Mrembo anasema kwa hiyo kama hujanipata ndio ukaamua kutembea na mwanamke mwingine kirahisi. Mrembo akampushi na kuondoka. Mchizi akamfuata mpaka kwao, akawa anapiga kelele akiomba askari wamruhusu aonane na Nada. Mzee anasikia makelele na kutoka nje. Mzee akasema nini kinaendelea hapo? Hebu mwite huyo mpuzi hapa. Mchizi akaletwa. Mzee akamuuliza, umepata wapi kibali cha kufanya fujo nyumbani kwangu? Mchizi akasema haikuwa lengo langu, nilitaka kuongea na Nada, maana jambo la msingi nataka kuongea naye. Mzee akamwambia, akili yako inafanya kazi, Nada hayupo hapa. Mchizi akasema nimekuja naye, kaingia sasa hivi ndani, hatakuwa kwenye hali nzuri, hivyo nahitaji nimweleze ilivyokuwa. Mzee akaagiza askari waingie ndani, wakimpata Nada wamlete sasa hivi. Kisha mzee akamuuliza Tali, hivi unafikiria una akili sana? Unafikiri haya ni mashindano? Mchizi anasema, na hapa sijafanya chochote kumuumiza. Mzee anamwambia binti yake, kwa hiyo umesafiri mpaka huku kumuona huyu dereva taxi? Nakwambia lazima wazibie kwa hili. Toka kwenye nyumba yangu sasa hivi, mwekeni ndani. Mchizi anang'ang'ania, sijafanya, nakupenda sana Nada. Mrembo akawa anamwomba babake amsamehe, ampe nafasi nyingine ya mwisho. Mzee anasema nafasi ninayotoa ni kumpoteza, nadhani utamsahau kabisa. Mrembo anasema kwa nini ufanye hivyo? Niambie baba. Mrembo anasema nipe sababu ya mimi kuachana na yule kijana. Mzee anamwambia unabishana na mimi? Mrembo anasema nawezaje kubishana na mtu kama wewe? Mzee anamwambia yani wewe ulivyo kama mama yako. Mrembo anasema hapana, sifanani na mama, ni miaka mingi napata tabu kwa ajili ya makosa ya mama. Mzee anamwambia kwa sababu yule anataka kukutumia na kupata faida kupitia wewe, ni kama mama yako alivyotumia hiyo fursa. Mwanzo amekutumia kwa ajili ya upasuaji, sasa hivi anakutumia wewe. Mrembo akamwambia mzee, mimi sio kama mama, chana mambo ya kipolisi, tambua mimi ni binti yako, na kuingia ndani. Kesho yake mrembo akaenda mahabusu kumtembelea mchizi. Mchizi anajitetea, mrembo anamwambia
nishakusamehe. Mchizi anamuuliza inawezekanaje unanisamehe kirahisi hivyo? Mrembo anamwambia Sanda alinipigia simu na kunieleza kila kitu. Mrembo anamwambia Mchizi, na kwa nini unakuwa kama chizi? Unawezaje kuja nyumbani vile? Mchizi anamjibu, kwa sababu mimi ni chizi juu yako. Mrembo anamshika mikono na kumwambia nakupenda Tari. Huku nyumbani mzee ameshika picha ya marehemu mke wake Makinde na kumwambia nimekusamehe mke wangu, huko uliko naomba kuwa na amani, mumeo bado nakukumbuka na ninakupenda sana. Wakati huo Mrembo yuko chumbani, ameamua kuacha kazi ya polisi na kukusanya nguo, kofia pamoja na mkanda ili amkabidhi baba yake, maana alitamani kuwa kama mama yake SP, lakini mapambano yameshindikana. Anasema samahani sana mama, nilitamani kufika cheo chako lakini nimeshindwa. Mara baba yake anagonga hodi na kuingia chumbani kwa Nada. Mrembo amtazami usoni babake kabisa, uso wa mbuzu japo anaonekana bado mrembo. Mzee anaziangalia zile nguo na kumwambia binti yake, mama yako aliufunga moyo wangu, hivyo nikawa nakasirika kwa unayoyafanya, lakini pia nilikasirika jinsi alivyofariki. Aliniacha akanifanya pia niwe na hasira na wewe. Mzee akamtazama binti yake na kumwambia, samahani, nisamehe sana. Mrembo akanyanyua macho na kumtazama, maana haamini anachokisikia. Kisha Mrembo akamfuata baba yake na kumkumbatia, akamwambia nimekumisi dadi. Akanyanyuka akafuta machozi, akamwambia nisamehe pia nilipokosea. Wakaangaliana, kisha mzee akatabasamu. Mrembo akamwambia dadi, unatabasamu? Akamwambia ni muda mrefu sijakuona ukitabasamu, na furaha sana kuona tabasamu lako tena. Mzee akamwambia nakupenda sana binti yangu, sitaki mtu yeyote kukuumiza na kukutumia. Nada anamwambia hakuna, haitotokea. Mrembo akamuuliza vipi kuhusiana na mchumba wangu Tari, kumbe unamjua jina lake? Mzee akamwambia najua kila kitu kuhusu yeye, nimewaambia wamwachie, wamemwachia kwa sababu ya tabia yake nzuri, kwa hiyo kuwa makini mwanangu. Wakakumbatiana. Mrembo akarudi kwa Mchizi, mapenzi yakawa shata shata, ni mabusu tunakuendelea.